ambao itifaki hii ya wazee wetu, kila mmoja kutambua nafasi yake na heshima yake, wazazi, walezi, wanafunzi wenzangu na wageni wote na waandishi wa habari. Leo Mwenyezi Mungu ametupa taufiki ya kuweza kushiriki na sisi katika shughuli hii ambayo ni adhimu sana. Watoto hawa, Mheshimiwa mgeni rasmi, wakati wanasoma Qur'ani, na Qur'ani ile wakati inasomwa inaingia katika moyo, bal huwa ayatun bayinatun fi suduri alladhina utul ilm wama yajhadu biayatina mlohifadhi wama yajhadu biayatina illa dhalimun wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Jambo hili la Qur'ani ndiyo ambalo limetukusanya hapa. Qur'ani hii ambayo Mwenyezi Mungu anamwambia mtume wake, inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Qur'ani hii ikaelezwa alif lam mim dhalika alkitabu la raiba hudan lilmuttaqin. Hakuna shaka. Kama kuna mambo mengine yana mashaka, sio Qur'ani. Kilichomo ndani ya Qur'ani hakina mashaka. Qur'ani hii ikaelezwa kwa namna nyingine. Mwenyezi Mungu anamwambia mtume wake, wanazzalna alayka alkitaba tibyana likulli shay wanazzalna alayka alqur'ana, ndio alayka alkitaba wanazzalna alayka alkitaba tibyana likulli shay. Kama unataka ubainifu wa kila jambo limo ndani ya Qur'ani, na tumeteremsha kwako wewe kitabu ambacho chenye ubainifu wa kila jambo ambalo mwanadamu analihitaji katika dunia hii, limo ndani ya Qur'ani. Qur'ani hii Mwenyezi Mungu akaieleza, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Ikaelezwa tena Qur'ani hii, qaf wal Qur'ani al-Majid, na kule akaeleza swad wal Qur'ani dhikr. Na pale katika sura ile Mungu akasema, innahu la Qur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu. Nazungumza na watu wa Qur'ani, si tafsiri sana, nazungumza na watu wa Qur'ani huko ndani. Wale watu waliotaka kuleta challenge kuhusiana na Qur'ani, wakaambiwa ulfatu bisuratin min mithlihi, lakini kule baadaye alikuja kwamba kulfatu bi'ashri suwarin mithlihi muftarayatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin fa in lam yastajibu lakum fa in lam yastajibu fa'lamu annama unzila bi'ilmi llahi wa alla ilaha illa hu fa hal antum muslimun. Taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa wa idha quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum
turhamun. Wa idha qara'ta alqur'ana ja'alna bainaka wa baina alladhina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Lau anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati llah. Sema Muhammad, waambie, qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadha alquran la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna samina qur'anan ajaba. Qur'anan ajaba. Na kule Mungu anasema wa idh sarafna ilayka nafaran minal jinni yastami'una alquran falamma hadaruhu qalu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundhirin qalu ya qaumana inna samina kitaban unzila min ba'di Musa. Walaqad na'lamu annama yaquluna, ndio, walaqad na'lamu annama yaquluna innama yuallimuhu bashar lisanu alladhi yulhiduna ilayhi ajamiyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin. Wa hadha lisanun arabiyyun mubin. Hii ni Qur'ani, tunaizungumza Qur'ani, na leo tupo na watu wa Qur'ani. Aya ziko nyingi, lakini toshelezeka kwa hizi kwa sababu muda wenyewe nimepewa wa kusema machache na kumkaribisha mheshimiwa mgeni rasmi. Ungelikuwa muda mrefu ningezitaja hata aya 50 hapa. Qur'ani tutafsiri mtatoa wenyewe, mimi nasoma haya tu basi, lakini hizi zitosheleze. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisifiwa sio kwa sababu ya mali, si kwa sababu ya jambo lolote. Bwana Mtume alisifiwa ndani ya Qur'ani, hii Qur'ani, kwa sababu ya tabia na mwenendo wake uliokuwa mzuri na tabia yake iliyokuwa njema. Qur'ani hiyo hiyo ikamwambia wa innaka la'ala khuluqin adhim, wa innaka la'ala khuluqin adhim. Fa in lam taf'alu, waliambiwa waleteni na nyie mfano wa Qur'ani kama hii, kama mnasema ni maneno ya uongo, kama Muhammad amefundishwa, sijui kuna mtu anamfundisha, na nyie leteni. Akaambia fa in lam taf'alu wa lan taf'alu, msipofanya na hamtaweza kufanya, fattaqun nara allati waquduha an-nasu wal hijara. Mheshimiwa mgeni rasmi, nimalize mazungumzo yangu. Maneno haya ya Mwenyezi Mungu ambayo tumeyasoma, tujipambe na tabia na mwenendo na maisha yetu yote yawe kwa mujibu wa Qur'ani. Tukitaka kula tule kwa mujibu wa mafundisho, tukitaka kutembea tutembee kwa mujibu wa mafundisho. Wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqa al arda wa lan tablugha al jibala tula. Kila hatua yetu tunotaka kufanya, ndiyo yule mmoja alipokwenda kwa bwana Mtume katika masahaba kuuliza tabia za Mtume zikoje, akamwambia alam tasma al-Qur'an, hivi wewe alam taqra al-Qur'an, hivi wewe usomi Qur'ani? Akakala bala, nasoma mimi Qur'ani. Kana khuluquhu al-Qur'an, kama unasoma Qur'ani itazame hiyo Qur'ani ndio tabia na mwenendo wa Mtume namna ulivyo. Tujipambe na tabia za Qur'ani. Wallahi watoto hawa waliohifadhi Qur'ani hii, mheshimiwa mgeni rasmi, kuna jitihada kubwa imepita, sio nyepesi kama alivyosema Sheikh Ahmed hapa. Hii ni jitihada kubwa, lakini hongera iliyoje
na pongezi iliyoje kwa watoto hawa wenyewe, lakini kwa wazazi wao waliowakubali watoto wao wasome hapa na wakasoma Qur'ani na wakahifadhi. Unadhani mtoto unajisikiaje? Wallahi mtoto wanasoma vijana hawa, bwana wewe, Qur'ani ukishika itakunyanyua. Inna Allaha yarfa'u bihadha alkitabi aqwaman wa yadh'u bihi al-akharin. Mwenyezi Mungu anawainua watu kwa sababu ya Qur'ani, na Mwenyezi Mungu anawaangusha watu kwa sababu ya Qur'ani. Anawainua Mungu watu. Angalia jana watoto waliokuja kusoma katika uwanja wa Amani, yule mmoja hakutegemea, amekuja kusoma tashjii tahqiq, ameondoka na bodaboda angalau aweze imsaidie katika shughuli zake. Qur'ani hiyo ni katika dunia, lakini mbele ya Mwenyezi Mungu huko akhera tutakapofika, yule aliyehifadhi Qur'ani itamuinua daraja zaidi. Ataambiwa iqra wartaqi warattil kama kunta turattal fi dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Iqra, soma Qur'ani. Sasa yule ambaye amehifadhi Qur'ani anaweza kusoma, kadri akisoma Qur'ani ndio daraja yake ya pepo anapanda, na yule mwingine anaambiwa soma, hamna kitu. Mtihani, musiba. Ala dhalika huwa alkhusranul mubin. Hiyo ni hasara, tena sio hasara tu, mbele ya Mungu unaambiwa soma, huna chochote katika Qur'ani. Mheshimiwa mgeni rasmi, watu wa Qur'ani wanapaswa kutazamwa sana, watu wa Qur'ani wanapaswa kuangaliwa sana, kama ambavyo nyinyi viongozi wetu mnafanya kuwatazama watu wa Qur'ani, na kila mmoja awe na moyo kuwatazama watu wa Qur'ani, kuwatazama walimu wa Qur'ani, na hawa ndio watu waliokuwa bora. Mtume kasema khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, mbora wenu ni yule aliyejifunza Qur'ani na yeye akawasomesha wengine. Hawa ndio watu bora. Lakini katika jamii tunaoishi, walimu wa madrasa hawaonekani kama ni watu wa maana sana. Mtume anasema mbora wenu aliyesoma Qur'ani akawafundisha wengine. Hawa watoto hawa wamefundishwa. Sasa hawa ni watu bora. Jamii ambayo leo tunaishi, walimu wa madrasa si wengi wanaona kwamba ni watu wa maana sana, lakini hawa ni watu wa maana sana mbele ya Mwenyezi Mungu, kwa maneno ya Mtume aliyosema hawa ndio wabora. Waheshimiwa mgeni rasmi, mazungumzo yako mengi. Madrasatu Maryam, taarifa zake, kazi yake, ufanisi wake, taarifa za Madrasatu Maryam ziko ndani ya Mfenesini, ziko ndani ya Zanzibar na ziko nje ya Zanzibar. Madrasatu Maryam inafahamika, inajulikana, inaeleweka kwa namna kazi kubwa wanaoifanya Madrasatu Maryam. Mwenyezi Mungu awalinde, Mwenyezi Mungu awahifadhi, atuzidishie zaidi ufahamu na hifadhi ya watoto wetu, na sisi wengine ambao tulikuwa hatukuhifadhi, walau Mwenyezi Mungu atupe walau kidogo mfano wa hawa. Na ndio choyo kilichokuwa kizuri. Usitamani mtoto leo kasema vizuri yule, Mungu na sisi atupe walau sehemu ndogo kama ya hawa watoto waliokuja kusoma hapa. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya kusema hayo, kwa heshima kubwa na taadhima, shughuli hii ni yako, na wewe umekuwa mstari wa mbele katika kufanya mambo ya kheri. Jana moja katika uwanja wa Amani, na kabla ya hapo kheri nyingi unafanya katika eneo hili. Mwenyezi Mungu akuzidishie na akulipe malipo yaliyokuwa mema. Wazazi, walezi na wazee wote waliokuwepo hapa wako tayari kusikiliza nasaha zako na maelezo yako utakayoyatoa, na hiyo ndio itakuwa dira ambayo sisi tutaendelea kusimamia na kuchukua hayo utakayotuambia wewe. Mheshimiwa Waziri, karibu sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naomba nimshukuru Allah